Na Yesu asifiwe. Leo ni siku njema tena ambayo Bwana ameifanya, na tunalo somo zuri sana ambalo leo tutakwenda kujifunza. Tega masikio yako na uwe tayari kujifunza, kwa sababu upo muhimu sana kujifunza kila itwapo leo, na ndio maisha yetu nataka iwe hivyo. Hivyo tunapoenda kuanza somo hili, nianze tu kwa kukwambia wewe ambaye unafuatilia kwenye mitandao ya kijamii, tunapatikana upande wa Facebook Little Flower Foundation, na kwenye YouTube Little Flower Foundation Media. Hivyo usiache kusubscribe, usiache kushare pia. Karibu sana. Na tunapoenda kuanza somo hili, basi tuanze kwa kumshukuru Mungu. Tuombe. Baba mwema, Mungu uliye mwaminifu, tuna kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya wakati huu na kwa ajili ya kila mmoja ambaye Bwana umempa neema ya kufuatilia somo hili ambalo Mungu umeona ni vyema tujifunze kupitia wewe. Hayo ndio maisha yetu. Asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Yafungue masikio ya ndani ya kila mmoja wetu, ili Bwana akapokee haya ambayo umeyakusudia, akayatunze, akayaishi na kuyatendea kazi, tukawafundishe pia wengine. Tunaomba ukaanze nasi, ukatusaidie Roho Mtakatifu, na hivyo tunaalika uwepo wako wakati huu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ninaomba na kushukuru. Amina. Somo letu linasema nafasi yangu mwanamke. Mwanamke, tambua kwamba una nafasi kubwa tena ya kipekee ambayo Mungu mwenyewe ndiye aliyeifanya. Na ukitambua kwamba unayo nafasi ya kipekee sana kwenye maisha yetu, basi utaitendea haki. Na ndio kusudi la Mungu, kwamba tutambue na tutende sawa sawa na mapenzi yake. Kila mtu amepewa nafasi ya pekee yake sana katika maisha yetu. Hivyo mwanamke, unayo nafasi kwenye jamii, kwenye familia na taifa pia. Leo tutaangalia nafasi ya mwanamke kwenye familia. Nafasi ya mwanamke kwenye familia tutaangalia katika maeneo tofauti kadri muda wetu utakavyoturuhusu. Tutaanza na mwanamke ni nguzo ya familia. Tunatambua nguzo ni muhimu sana na ina umuhimu sana, lakini nguzo inasaidia. Hivyo tuangalie sasa nguzo katika hali ya kawaida kabisa ya kimaisha. Utagundua kwamba kumbe nguzo ikiwa ni msaada, ikiwa ni kitu muhimu sana, basi kuna mtu ambaye yeye ndiye anahusika kuitumia nguzo hiyo kwa wakati huo. Lakini kabla ya kutumia hiyo nguzo, lazima aihakiki kwanza kwamba je, nguzo hii iko sawa? Inaweza kubeba? Inaweza kufanya hiki ninachotaka kufanya? Inaweza kunisaidia kufika mahali fulani? Hiyo nguzo. Na atakuwa na majibu mawili. Jibu la kwanza, huenda nguzo hiyo iko vizuri kabisa, na kama ndivyo, basi moja kwa moja atatumia hiyo nguzo yake kwa mustakabali wa mahitaji yake kwa wakati huo. Lakini B au namba 2, ikiwa nguzo hiyo haiko sawa, haiko vizuri, hataweza kuitumia, kwa sababu aidha itamwangusha au itamharibia kabisa. Hivyo basi atalazimika kufanya kitu, atalazimika kuirekebisha au kuiunda upya au kuitengeneza upya, ili mradi tu iweze kukidhi yale malengo yake au mahitaji yake. Sasa hayo ni maisha ya kawaida ya mwanadamu ya kila siku. Turudi sasa kwa wewe mwanamke ambaye ni nguzo. Mwanamke ambaye ni nguzo, tunajua kabisa kwamba ikiwa nguzo ni kitu muhimu, kinasaidia, kinapeleka mahali fulani kitu fulani, basi tambua mwanamke umeaminiwa na Mungu mwenyewe ambaye ametaka wewe uwe mwanamke, na akaachilia neema hii ya kipekee kabisa kama nguzo kwenye maisha yetu, kwenye jamii yako. Hivyo basi tambua ya kwamba unayo majukumu thabiti kabisa
ambayo unatakiwa uyatendee haki. Una kazi ya kuifanya mwanamke kama nguzo. Una wajibu wa kufanya mwanamke kama nguzo. Wewe ni nguzo ya jamii. Jamii inakuamini, jamii inakutegemea ya kwamba kupitia wewe watakuwa salama na watafika mahali fulani. Hivyo basi, utakapotambua kwamba hiyo ni nafasi yako wewe mwanamke kwenye jamii, hakika utasimama imara na utatenda sawa sawa na ikupasavyo kutenda. Kumbe tuliona pale mwanzo, yule anayetumia nguzo ile huangalia mambo mawili: iko salama, anaweza akabebesha mzigo. Sasa wewe mwanamke, nani atakayeangalia nguzo hii iko salama, nguzo hii inafaa, nguzo hii ni bora, ipo katika ubora wake? Ni Mungu pekee aliyekuumba. Na atakapoona kwamba hii nguzo haijakaa sawa, basi ni yeye Mungu pekee atakurekebisha. Hii ni siri ya pekee sana nakupa leo. Kumbe utakapoona kabisa kwamba hapa sifanyi vyema, rudi magotini, ndiko kwenye siri. Yeye aliyekufanya wewe kuwa mwanamke na nguzo imara ya kusaidia familia, ya kuiwezesha familia, kuikwamua familia, ndiye pekee atakayeweza kukusaidia kukurudisha wewe ili uweze kukaa vyema tena na uweze kufanya tena. Lakini mwanamke, nguzo ya familia, kuleta mahusiano, kujenga mahusiano, kuweka muunganiko ulio salama na bora ili mambo yaende vyema. Sasa basi, tukifanya katika agizo la Mungu mwenyewe, tutafanya vyema, hatutakwama. Nguzo haitaanguka, nguzo haitatokea kuleta matokeo mabaya. Siku zote matokeo yatakuwa ni matokeo mazuri. Sasa tunaisoma hiyo katika kitabu kitakatifu cha Mungu, maana maagizo ya Mungu tukienenda sawa sana alivyotuagiza, hatutakwama, hatutafeli, tutafanya vizuri. Tutasoma katika kitabu cha Waefeso mlango ule wa 5 mstari kuanzia 22 mpaka wa 25. Neno la Mungu linasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Sio jambo moja, katika kila jambo. Nimesema kwamba kuna ushirikiano. Ushirikiano ni baina ya watu wawili. Kwa hiyo hapa tunamwona mume na mke, maana familia ndio imeanza na mume na mke, alafu baraka za watoto zilifuata. Sasa pale usipoweka ushirikiano mzuri, wewe nguzo kama nguzo, huwezi ukaifikisha familia mahali popote, huwezi. Lakini ukienenda sasa katika agizo hili, kumbe unapaswa kuwa mtii. Sasa tuone, tuliangalia pale mwanzo kwamba yule anayehitaji kutumia nguzo huangalia na kuitathmini kwamba inaweza kubeba. Kama inaweza, atabebesha mzigo. Haiwezi, tumeona pale ataikarabati, ataiweka vizuri ili mradi iweze kukidhi mahitaji yake. Tukaangalia sisi sasa wanawake, Mungu anapotuona ni nguzo, kumbe kuna wakati tusipoenda vizuri, yeye Mungu tusaidia kwenda vizuri. Lakini je, kwenye kumtii mume, kubali mwanamke. Pale mume anapoona wendi vizuri, kubali kurekebishwa, kuwa mpole, kaa kwa kutulia, tii tu. Na unapokuwa mpole, maanake si tu kwa faida yako, ni kwa faida yake pia. Hivyo basi, kumbe kuna kurekebishwa ili nguzo iweze kukaa vizuri na kufanya vizuri. Lakini namba 2, mwanamke jisimamie. Mwanamke jiamini kwamba wewe ni nguzo, wewe unao uwezo wa kusimama wewe kama wewe juu ya familia yako. Usitamani hata siku moja kuhusisha tena watu wengine ili waweze kusimama. Wewe ndiye nguzo. Utakapohusisha watu wengine, pale ndipo kuna mambo mengi yatakayoweza kujitokeza. Kwa leo sitaenda sana hapo,
kwa sababu natamani twende tuangalie sasa mbali ya nguzo, tumuone mwanamke kama nani tena, kwa nafasi ipi. Haleluya! Ninaamini mpaka hapo tumefika mahali tumeelewa kitu. Amina. Sasa namba 2, mwanamke ni mwalimu wa familia. Kama ni mwalimu wa familia, fundisha basi. Na tunajua katika hali ya kawaida tu ya maisha ya kila siku, mimi napenda sana kuenda kidogo kwenye hali ya maisha ya kawaida ya kila siku tunayoishi, alafu tunarudi sasa huku kwenye nafasi yetu kama mwanamke kiroho. Hapo nadhani ni rahisi sana kuelewa. Sasa katika hali ya kawaida, mwanamke ni mwalimu. Tunaangalia kwamba hata watoto wetu tunapowapeleka shule, tunasema ngoja nimhamishe mtoto wangu kwenye shule fulani. Kwa nini? Kwa sababu walimu wa kule wanafundisha vizuri, kuna ufaulu mzuri. Kwa nini anamtoa kule? Manake hawafundishi vizuri, hakuna ufaulu mzuri. Sasa tunapokuja kwenye familia, tunasema hivi, ukawe mwalimu mzuri mwenye kuleta ubora wa matokeo. Sio ilimradi matokeo, ubora wa matokeo. Hivyo basi, tuanze kwa kuangalia mwalimu au mwanamke unapokuwa kwenye nafasi ya mwalimu kwenye familia. Tuwafundishe watoto wetu, tuwaelekeze watoto wetu. Hata Biblia inasema kwamba unapomfundisha mtoto ile njia impasayo, hatokaa iache, na itakuwa ni matunda mema ambayo hata wewe mzazi uko mbele utayafurahia. Kinyume cha hapo, na wewe pia yatakuumiza. Maumivu hayatakuwa ya kwake pekee, bali na wewe pia kama mzazi. Tuwaoneshe watoto wetu, tuwafundishe watoto wetu kwamba ipo mipaka kwenye maisha. Na unapowafundisha, kuna mambo huhitaji kuwaambia watoto. Kuna mambo yanabaki ya kwako wewe mwalimu. Sio kila kitu utawapa watoto. Kumbe kuna vitu ambavyo ni vigumu, watoto hawapaswi kuambiwa. Kumbe kuna mambo ya kuzingatia. Mtoto ni mtu sahihi wa kumwambia, lakini angalia, je, ni wakati sahihi wa kumfundisha kitu hiki? Ni mapema sana, usifanye. Au si wakati sahihi. Kumbe ni mbele za watu, nikimfundisha hatoelewa kwa sababu hatozingatia. Wakati sio wakati sahihi, lakini ni mahali sahihi. Kumbe nakuta hapana, hapa si mahali sahihi. Kwa kuna vitu vya kuzingatia sana wewe mwalimu. Mfundishe mtu yote, lakini unamfundisha nini na wakati gani? Hivyo ni vitu vya msingi sana. Jitahidi sana kuwafundisha watoto kulinda mipaka ya kifamilia. Kuna mambo watoto hawapasi kuyafanya kwa baba, lakini mfundishe mtoto jinsi ya kuteka baraka kwa baba. Kumbe kuna namna nzuri ya mtoto kuteka baraka kwa baba. Mimi leo naomba nikupe siri kidogo tu, lakini mengi nitakuja kuwapa mbele. Leo ni kama ni introduction. Unatambua kwamba unapomfundisha mtoto wako kumnawisha hata baba yake miguu, anachota baraka. Kuna siri pale, kuna baraka pale. Au mtoto anafundishwa kuangalia tu, kubadilisha channel, kuchezea simu. Kuna vitu kibiblia kabisa vya kuwafundisha watoto wetu. Lakini kuna vitu pia ni siri kabisa za Roho Mtakatifu. Ukitulia ukamuuliza Roho Mtakatifu kwamba ni mambo gani niwafundishe watoto wangu ili waweze kufanya vizuri kwenye uzee wangu, niseme hakika nimekuona wewe Bwana katika masomo niliyowapa watoto wangu. Tunawafundisha nini? Tunatenga muda wa kujiandaa ili tuende tukawafundisha. Maana kufundisha kuna kujiandaa pia, ili uweze kufundisha watoto kile kinachopaswa kuwafundisha. Tunasema usiwape watoto chakula kigumu, wape kilaini. Na Biblia inasema kuna chakula kigumu, kuna chakula laini. Kumbe wakati huo unapojiandaa kwamba ni kitu gani niwafundisha watoto wangu, utawafundisha watoto kitu ambacho ni sahihi na kwa wakati sahihi. Kuna mambo wala si wakati wao wa kuambia. Kwa nini unawaambia watoto? Lakini kumbe ipo pia neema ya Mungu ndani yako ambayo mume sasa hautamfundisha, ila mtapeana tu. Tunasema kupeana ushauri, kuambiana mambo mbalimbali kwamba kuna hiki, kuna kile, kuna hiki, kuna kile. Kwa nini? Kwa sababu wewe mama kama mwalimu
umepewa nafasi ya kutulia magotini. Roho Mtakatifu ni mwalimu, atakufundisha na wewe utafundisha. Lakini angalia, mume huwezi kumfundisha. Yeye ni kichwa, tumesoma. Yeye ni kichwa. Ila mume utashauriana naye. Hivyo basi, utakapotulia utajua nishauriane naye kwa taratibu zipi? Nishauriane naye kwa kuzingatia nini? Angalia sana kile ambacho unakishirikisha. Tambua kuwa kuna mambo ya kuwaambia watoto wa kike na kuna mambo ya kuambia watoto wa kiume tu. Hivyo si kila jambo unalimwaga mbele ya watoto wa kike na watoto wa kiume. Hapo ndipo tunasema anza wewe kutambua mipaka. Anza wewe kutambua kwamba kuna uthamani wa kulinda utu wa mtu na haki ya mtu. Kwa hiyo kwa leo naomba niseme kwamba hapa tunapoenda kuongea swala la mwalimu, tumeelewa kwa nafasi yetu kama walimu, lakini mama mwenye hekima atawalinda watoto wake na atakuwa ni udongo mzuri. Siku zote unapopanda kitu kwenye udongo mzuri unategemea kuvuna mavuno yaliyo bora. Mungu na wabariki sana. Sana sana. Nirudie tena kusema kwamba usiache kusubscribe kwenye channel yetu Little Flower Foundation Media YouTube. Usiache kushare. Lakini pili, utakapofuatilia kwenye mitandao ya kijamii, nenda kwenye Little Flower Foundation. Na wewe ambao unatamani sana kuuliza jambo lolote kupitia hiki kidogo ambacho nimekufundisha, basi kuwa huru. Piga simu. Namba zetu ni 0787877222. Huo ni mtandao wa Airtel. Lakini tunao mtandao pia wa Tigo, nayo ni 0715123504. Na tuna mtandao wa Vodacom pia. Kwa Vodacom unaweza ukapiga simu kwa namba 0765877221. Mungu wa mbinguni awabariki. Tushukuru Mungu kwa ajili ya masomo haya ya kipindi hiki cha leo. Baba mwema, Mungu uliye hai, Mungu uliye mwaminifu, tuna kila sababu ya kusema asante, maana umeanza nasi na tumejifunza kupitia wewe Bwana. Tunakushukuru na tunaomba Roho wako Mtakatifu akaendelee kusema pamoja nasi na kila mmoja ambaye amefuatilia chaneli hii na masomo haya. Ukaendelee Bwana kumpa neema ya kujua zaidi. Umefundisha kwa uchache, lakini wewe Mungu huwa unaendelea kutufundisha kwa namna ya tofauti. Asante kwa ajili ya kipindi hiki, asante kwa ajili ya wakati huu, asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameshiriki kujifunza neno hili kupitia kipindi hiki. Jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe. Milele yote utabaki kuwa Mungu wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba na kukushukuru. Amina.